Okay, karibu sana mtazamaji wa Anza na Kura 2025. Lengo ni kuhamasisha uchaguzi mkuu wa Tanzania kama ambavyo awali nimekutambulisha, na leo nipo maeneo ya Mabibo Luhanga na nimekutana na dada ambaye atajitambulisha majina yake na baada ya hapo tutaendelea kuongea. Dada, karibu, naomba ujitambulishe. Asante sana. Kwa jina naitwa Nuru Waziri. Natokea hapa Kigogo Luhanga. Sawa sawa. Dada Nuru, wewe unafanya shughuli gani? Mimi shughuli zangu ni saluni. Ndio. Naishughulisha na mambo ya saluni, kuseti watu nywele, kufanya makeup na kusuka nywele za kawaida. Yes, biashara imekaje kwa mwaka huu wa 25? Imekaje? Biashara sio mbaya, ila unajua hii ni Ramadhani sasa hivi, kwa watu sio wengi sana kama siku za mwezi wa kula mchana. Hii ni Ramadhani, watu wengi wapo busy na mambo ya iftari, watoto nguo, kwa unajikuta ni swele sana kama siku za kula mchana. Sawa, basi sasa hivi tupo kwenye mwaka wa 2025. Unatambua mwaka huu kuna kitu gani kikubwa kwa nchi yetu ya Tanzania? Natambua mwaka huu kuna uchaguzi mkuu ambayo wa rais, wa bunge na madiwani. Sawa, uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kwa mwaka wa 2025. Je, wewe kama Nuru Waziri, wewe kama mjasiriamali umejiandaa vipi na uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025? Mimi nimejiandaa vyema, nimejiandaa vizuri tu katika kupiga kura, na inshallah Mungu akipenda nikifika hiyo Oktoba basi na mimi nitakuwa miongoni mwa wapiga kura. Unaonekana unatambua sana kuhusu uchaguzi mkuu. Je, unaongelea vipi kuhusu kujitokeza kwa watu kwenye daftari la kudumu la wapiga kura? Kwa sababu katika uchaguzi kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza tunasema kuna kujitokeza, kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, lakini kitu cha pili ni kujitokeza kwenye kampeni za uchaguzi, kusikiliza sera na ahadi mbalimbali za wagombea. Kitu cha tatu ni kujitokeza kupiga kura siku ambayo itafika kwa ajili ya tukio hilo. Je, wewe una kitambulisho cha kupiga kura ama kitambulisho chako kimepotea ama kuharibika? Mimi kitambulisho ninacho. Mimi kitambulisho ninacho. Kwa hiyo wewe unachosubiria ni nini? Unasubiria kupiga kura au unasubiria kwenda kwenye kampeni kusikiliza wagombea wanasemaje? Mimi kwanza ninachosubiria, kwanza kabisa nasubiria hizo kampeni zao ambao zitanishawishi mimi kumchagua kiongozi hapa nimtakaye. Kwanza kabisa sasa katika sera zake, nitasikiliza sera ziko vipi. Alafu baada hapo kinachofuata ni kupiga kura. Sawa. Na unawashauri nini wakina mama wajasiriamali ambao watakuona na kukusikia kwamba wajiandae vipi na umuhimu wa kupiga kura kwa wao upo vipi? Kina mama mimi ninachowaomba tu wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kupiga kura. Hasa kwanza katika kusikiza sera zao, viongozi wanaongea nini. Umeshaona, kwa hiyo hata wakienda kupiga kura wanakuwa hana wasiwasi, wanakuwa wanajua kwamba nimchague kiongozi gani ambaye anafaa kuongoza yani nchi yake na eneo lake kwa ujumla. Asante sana Nuru. Una watu wawili ambao unaweza kuwasalimia na kuwaelezea umuhimu, nani na nani ambao unapenda uwasalimie kwa jioni ya leo? Kwa jioni ya leo napenda kumsalimia mchina wangu Mama Kimbo popote alipo, na mdogo wangu najua yuko hospitali na imani salamu pia atazipata. Anaitwa nani? Anaitwa Dalila Shebe. Unawaambia nini kuhusu zoezi zima la kwenda kupiga kura mwaka huu? Una ujumbe gani kwao? Ujumbe kwao, wanatambua ili swala la kupiga kura, wanalijua vizuri sana na vitambulisho wanavyo. Yaani wamejiandaa nao vyema, ila kikubwa tu ni kuwakumbusha, kuwasisitiza zaidi wajitokeze kwanza kwenye kusikiza sera. Baada hapo kinachofuata ni kumchagua kiongozi, mtu ambaye anayemtaka, anayempenda. Ni hivyo tu. Asante sana. Alikuwa ni Nuru Waziri ambaye ni mwananchi mjasiriamali, mwanamama ambaye ameelezea kwa upana kabisa juu ya maoni yake kuhusu zoezi zima la uchaguzi wa Tanzania, uchaguzi mkuu wa Tanzania. Na kama hivyo mbiu tunasema jiandikishe, jitokeze kisha upige kura Oktoba 2025. Tanzania ni jina, nchi ni mimi na wewe. Anza na kura, jiandikishe, jitokeze kupiga kura. Tanzania jina, nchi ni mimi na wewe.